watakuwa hodari na kutenda mambo makuu, na kutenda mambo makuu. Maana yake ukipanda imani yako katika kumjua Mungu, uwe na uhakika utakuwa hodari, lakini namba 2, utakuwa na uwezo wa kutenda mambo makuu. Sio vitu vinyonge, sio vitu vya kawaida. No. Unafanya vitu mpaka watu wanaogopa. Hivi ndio huyu? Mbona hichi na kile hakifanani? Mbona tunavyomuona na matokeo yake haviendani? Kwa nini? Umemwamini Mungu na umepanda imani yako katika Mungu. Kama naongea na mtu hapa, sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, udongo mzuri wa kupanda imani ni upi? Namba 2 ni imani katika neno la Mungu. Imani katika neno la Mungu. Maana yake panda imani yako kwenye neno. Heshimu sana neno la Mungu kaka yangu. Heshimu sana neno la Mungu dada yangu kwenye kila unachokifanya. Maana yake neno la Mungu liwe katiba yako. Maana yake kama unataka kufanya uamuzi, kama unataka kufanya jambo lolote, anza kuangalia kwenye Biblia. Je, hiki kitu kiko sawa? Mungu akisema kwa neno lake, shika, tetemeka, lakini tii. Naongea na mtu mahali hapa. Usichukulie neno la Mungu kikawaida. Hivi unajua kuna mtu toka semina imeanza hana habari wala hajui kinachoendelea. Mtu wa Mungu, panda imani yako katika neno. Ukisikia neno la Mungu, my friend, lishike, alafu tetemeka, alafu hakikisha unatii lile neno. Nataka nikuambie, your life will never remain the same. Utaona kitu Mungu anatenda kwenye maisha yako. Litende neno la Mungu kwa vitendo. Neno likuongoze katika maisha yako ya kila siku. Kwa lugha nyingine, neno la Mungu ndio liwe GPS yako. Likwambie nenda kushoto, nenda kulia, fanya hivi, usifanye hivi. Twende hivi, usiende hivi. Jibu hivi, usijibu hivi. Ongea na huyu mtu, usiongee na huyu mtu. Panda gari hii, usipande gari ile. Neno la Mungu liwe GPS yako. Bwana Yesu asifiwe. Unasema mwalimu, unaongea kitu gani? Kitabu cha Warumi 1:16. Warumi 1:16. Hebu tusome pale ubaoni. 1, 2, 3. Kwa maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Unataka wokovu kwenye maisha yako? Kaka, panda imani yako kwenye neno. Kwa sababu kila anayeamini katika neno la Mungu, wokovu unashuka kwenye maisha yake. Naongea na mtu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Namba 3. Udongo mzuri wa kupanda imani yako ni upi? Panda imani yako katika Kristo. Amini katika msamaha wake aliyouachilia pale Kalvari. Amini katika kazi ya msalaba ambayo Yesu aliifanya pale msalabani. Moja ya kitu Mungu alisema na Yesu alisema msalabani, alisema imekwisha. Maana yake hivi vingine unavyoviona hivi ni maigizo ya shetani, lakini Yesu alishamaliza pale msalabani. Kesi ya magonjwa alishamaliza.